Hivi kwani unatumia muda mwingi kusema? Kwani usitumie muda mwingi kuomba? Shandarika baba. Sikia Yeremia 7 mstari wa 16. Tanasemaje? Anasema basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Unataka tuombee nini wakati Mungu anasema tusiwaombea wabaya wasiotaka kuacha ubaya? Jerry, badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea rais. Hata kama basi kuna lolote unahisi analifanya kwenye haya mambo, hebu geuza basi, hebu geuza hilo wingu, hebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, hebu omba kama ulivyotuahidi utamfufua Kanumba, hebu omba, tuombe Baba, hebu tuombe. Inawezekana kwenye maombi Baba utekaji ukaisha. Inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike. Inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anataka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba. Baba, mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako? Mbona unafukua? Ulikuja kwangu Ikungi misukule ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwa tunashindwa kumwombea rais wetu? Kwa tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke? Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu alisiloliweza. Hakuna jambo Mungu asiloliweza. Nawe ni askofu wetu, unajua kabisa hakuna jambo Mungu. Hivi kwa nini usiombe? Kwa nini unatumia muda mwingi kuzunguka kumnanga rais, kumsema rais, kumbagaza rais? Hivi kwa nini unatumia muda mwingi kusema? Kwa nini usitumie muda mwingi kuomba? Shandarika baba, sijui niseme nini, mimi sitaki kunena kwa lugha. Hivi kwa nini unatumia muda mwingi kusema? Kwa nini usitumie muda mwingi kuomba? Shandarika baba, sijui niseme nini, mimi sitaki kunena kwa lugha. Sitaki. Baba yangu Gwajima, niko hapa kukushauri. Muda unaotumia kumsema rais wetu, tumia muda huu kuomba. Biblia inasema na haja zenu zijulikane mbele yake. Hey, listen to me. Nisikilize Bwana. Nisikilize na mimi nikupige injili. Nisikilize na mimi nikuhubirie. Nina nafasi ya kukuhubiria mzee Gwajima. Sikiliza. Mungu anasema na haja zenu zijulikane mbele yake. Sio kelele. Lete haja yako. Twende kwa Mungu tumwambie Mungu, haja yetu ni vitendo vya utekaji viishe. Mungu anasema njoni kwangu tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nini tumefanya kwa Mungu asichoweza kulirehemu taifa la Tanzania? Tumekosea wapi? Mungu asitusaidie kama taifa la Tanzania. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Jerry, mimi hapa sitakuja sijaja kuclarify press ya Gwajima ni sahihi au sio sahihi kiasi gani. Ninaamini na watu wengine pengine wangetegemea baada ya press ya Gwajima ningesema vitu fulani ambavyo pengine vingetrend. Ukweli sijasema na siko hapa kusema ile press ilikuwa sahihi kiasi gani na makosa kiasi gani. Kuna kaeneo tu ambako Jerry umekagusa, ako ndiko ambako nataka ni kuweke sawa wewe na mtu mwingine yoyote atakaye kuja kuinuka wakati wowote. Fanya yote, tafuta lolote unaolitafuta, usifanyie mzaha jina la Mungu. Mimi hapa ndo ninapoingiliaga. Kuna watu mnajiita watu wa siasa, lakini unajikuta una uhuru wa kukejeri sana uungu wa Mungu na maana ya Mungu. Ila wale ambao mnasema sisi si wana siasa, tukiongea makosa ya upande wa wanaoitwa wanasiasa, mnasema tunachanganya dini na siasa. Sasa subiri, sikia, nataka nikuchambulie aka kaeneo ambako
kikejeri fulani ulichokiingiza juu ya Mungu na watu wa Mungu, ukiwa unamaanisha watu wa Mungu ni mataila fulani ambayo yanatakiwa kuombea kila kitu, hata yasio ya kuombea. Naenda kukusomea maandiko hapa yanayoweka mipaka, nini kiombewe, nini kizungumzwe. Jerry, ni vema ufahamu mimi ni fans wako mzuri tangu nadhani ukiwa ITV. Nadhani ukiwa yani style yako ya kuongea, Jerry Muro, katika watu ambao nimewahi kuwakubali, yani nimewahi kuwa na thamani kwenye moyo wangu, ni pamoja na wewe Jerry Muro, Humphrey Polepole, Makonda, akina Doto Biteko, akina Kassim Majaliwa, akina Tulia Ackson wakati ule wa corona inalazimishwa pengine barakoa. Tulia alikuwa anajaribu kuweka misimamo ya wengine tunashindwa kupumua na vitu kadha wa kadha, lakini bila shaka kulikuwa na vitu ambavyo wengine wenye D2 tulikuwa tunaenda mbali kidogo kujua pengine kama msimamo wako kana nini walikuwa wanafanya. Wakati mwingine tuwe na kaupendo fulani na kuna watu niseme tu, kuna watu ambao mmewahi kupita kwenye moyo wangu na kuwa watu fulani wenye thamani. Sio hao tu niliowataja, na wengine wengi, lakini inawezekana Mungu ameruhusu pepeto, mchujo, ameruhusu aina fulani ya wengine, pengine tunapita kwenye tanuru la moto, ili atujulishe nani ni nani, yupi ni yupi. Sasa hapa siko kumjadili nani ni nani. Nataka tu wewe na mtu mwingine yoyote akome, acheni, fanyeni yote, tafuteni kila unachotaka kutafuta, lakini utakapolitaja jina la Mungu, mimi hapo utaniona, nitatokea. Nitataka usilitaje bure, litaje kwa namna inayotakiwa. Ni kweli naweza nisirudi mara kwa mara, lakini wanaaminigi nawekaga alama ili kila atakayepita engo hiyo atakuwa nakutana na kitu cha aina hiyo. Sasa naanzia andiko hili ambalo umesema, Biblia inasema njoni tusemezane, asema Bwana. Nataka nikuweke vizuri. Kwanza kabla ya hapo nikujulishe, na nitasoma maandiko kwa haraka hivi, nikujulishe si kila kitu ni cha kuombea. Sehemu kubwa ni ya wanadamu kuchukua wajibu. Nianze kabla sasoma njoni tusemezane, nianze na Isaya 58, alafu nitarudi hapo sasa kwenye Isaya 1. Nataka ujue sio kila kitu ni cha kuomba kama wanavyotoa misukule, kuomba kama walivyotaka kumfufua Kanumba, kuomba kama misukule hivyo itoka Ikungi. Hapana, nataka ufahamu ya kwamba kuna vitu, kuna makosa, kuna mabaya huendelea katika jamii. Watu wa Mungu wanatakiwa kusema, kuwafesi watawala kwa namna yoyote ambayo watawala watafikiwa kwa sauti zao, ama kusema hadharani, jambo hili sio sawa, hili ni baya. Sehemu kubwa ya mambo ambayo Africans tunayaombea na kusema Mungu ingilia kati, hayo mambo Mungu alitaka tuyaseme, tuyakemee, tuyapinge, tuseme hili sio sawa, ili wabaya waogope. Katika Mithali, katika Timotheo wa kwanza sura 5 mstari 20, anasema ndugu adumuye kutenda mabaya mkemee mbele za wote, ili na wengine waogope, sio muombee. Sasa ngoja nisome Isaya 58. Sio muombee. Mithali 28 mstari 23 anasema amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa maneno ya ulimi wake. Amkemeaye mwenzake, sio muombeaye baada ya kufanya mabaya. Sehemu kubwa ya mabaya tunahitaji kuyakemea. Wazungu, shetani ni makosa. Ukifanya makosa, wewe ndio shetani uliyefanya. Wanakuadhibu wewe, wanadiri, wanahangaika na wewe, hawaendi kwenye maombi.
ndio maana wamefanikiwa. Sisi tumechukua uenda wazimu ambao hata Biblia haina maana hiyo. Amkemeaye mwenzake hatimaye, sio leo, hatimaye atapata kibali. Leo utamtukana, utamsema vibaya, lakini hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa maneno ya ulimi. Hiyo ni Mithali 28 mstari wa 23. Mithali 27 mstari wa 17 anasema, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Nataka ule maandiko Jerry na mtu mwingine yeyote, fanyeni yote mnayoyafanya, msigusie kwenye neno la Mungu, msigusie kujaribu kusema sijui nyie ndo walimu mnafundisha, wakati unajua tu kabisa pengine kuna kabaka hapo fulani ndo nguvu yako. Kwa Mungu huku, acheni tuliobobea tuhangaike. Kama Gwajima amekosea kwa mujibu wa neno la Mungu na Biblia inavyotaka, tuacheni tunaoishi humo ndani ndo tuhangaike. Wewe hangaika mambo mengine, hangaike na mambo mengine na makosa mengine, kama kuna makosa kwenye press hiyo ya Gwajima. Ngoja nikulishe maandiko ya kutosha. Isaya 58 inasema hivi, mstari wa kwanza, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Sio piga kelele uache, waanza kuwaombea. Hapana. Ubaya unaondoka kwa kukabiri, ubaya uondoke kwa kuombea. Tukiomba tunaomba tupate akili, tupate nguvu za kukabiri ubaya kwa maneno yetu na matendo yetu. Imani bila matendo imekufa. Nataka Jerry, naongea na wewe kwa sababu najua watajaribu kuinuka wengi. Kuna waliosoma tu maandiko, tu Warumi 13:1-2, nimesema usiishie 1-2, naenda 3-4-5, naenda ukaone ilo andiko ina maana gani. Kwa hiyo nataka karibu kila mmoja, ngoja sasa tukuweke wewe habari picha. Swala la tutakutwa na nini, kwa sababu inatakiwa wote tuimbe pambio ya aina moja, wote tuonekane ni adui wa anayejaribu kuonyesha moyo wa huruma. Hilo swala tutakutwa na nini, hiyo tumeshakutwa na tumesha hesabu gharama hilo linalokuja na lije. Lakini kuna nisikilize, tuanze hilo andiko la Isaya 1 mstari wa 18. Hilo inasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Naomba uelewe Kiswahili hapa. Mimi Isaya na nyie njooni tusemezane. Bwana ndo anasema. Sasa Bwana anataka sisi tusemezane, sio twendeni kwa Mungu tukasemezane naye. Njooni tusemezane, asema Bwana, juu ya nyie mnaofanya mabaya, na mimi ambaye nimetumwa na Mungu niwaambie hayo ni mabaya. Njooni tusemezane, niwaonyeshe hayo mambo ni mabaya kiasi gani, yana madhara kiasi gani. Ikiwa na wewe utatendewa kwa mfano wa wale wanavyotendewa, alafu unaliona ni kawaida, ni dogo, njooni tuombee litoka. Hapana, tukemee. Mabaya yanatakiwa kukemewa. Biblia inasema onya, karipia, kemea, fundisha kwa uvumilivu wote, siombea. Yohana alimwona Herode amechukua mke wa mdogo wake, hakuombea, alienda kumkemea. Ni kweli kukemea mtu anayefanya vibaya inagharimu, lakini Yesu alimsema hakuna mtu katika uzao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana. Pengine atakayekuwa mdogo, atakayefanya kwa namna aliyofanya Yohana. Brother, imetugharimu kupinga ubaya, kukemea ubaya, kuwakemea wabaya, imetugharimu. Lakini nataka ufahamu, hata tukiondoka, tunaondoka kwa thamani kubwa. Mwangalie binti yangu Sifa, kaondoka, hayupo, lakini moja kati ya jina la maana katika majina yaliyopata kuishi, na ataishi miaka mingi. Hii ataingia kwenye lugha ambayo watu fulani walikusema ni afadhali uishi miaka 20-30, ufe ukiwa na miaka 20-30, uishi miaka 80-100 baadaye, kuliko uishi miaka 80-100 wakati ulishakufa na miaka 10-15-20. Ukiishi maisha ya kupindisha hukumu, kupindisha haki, mwenye haki unamwita ana haki, asiye na haki unamwita ana haki, ukaishi maisha ya
kama kujipendekeza. Nataka ufahamu uzima wa mtu uko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Itawafaidia nini wanadamu kupata ulimwengu wote nanyi mkapata hasara ya nafsi zenu? Upo mwisho baada ya chochote ambacho, ikiwa kuna chochote unakilenga, upo mwisho. Acha sisi sasa nizamu tunaonja joto la jiwe, pengine kwa sababu ya kuweka vizuri mambo ya hovyo kama haya, watu wa hovyo kwa sura kama hii. Hili neno njoni tusemezane, njoni tusemezane, asema Bwana. Njoni tusemezane, sio twendeni kwa Bwana tukasemezane na Mungu, sisi kwa sisi. Njoni tusemezane. Ndio maana mimi mara kadhaa wanasema njoni tuzungumze. Kuitisha mazungumzo kati ya wabaya na wema ndio Mungu anachokitaka. Ndipo anaposema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu, ni Isaya 1:18 hiyo. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Njoni tusemezane sisi kwa sisi. Sisi ndio sehemu ya Mungu. Tusemezane, tutafiti shida iko wapi, tatizo liko wapi. Sio tuendeni tukamwombe Mungu, njoni tukamwombe Mungu utekaji ondoka. Hapana, njoni tusemezane. Nani anateka? Vyombo vitoke viseme nani anateka, ama visema hatujui. Hilo nadhani moja neno ambalo limo ndani ya speech ya Gwajima, press ya Gwajima, kwamba ikiwa na vyombo havijui nani anateka mtu, basi tuko kwenye nchi hatari sana, basi hakuna aliye salama. Jerry, dunia inapita na fahari zake. Dunia inapita. Ebu semezaneni mambo mengine yoyote huko, yoyote ya aliahidi nini, sio ilikuwaje. Semezaneni hayo, msiingie kwenye mezaa juu ya neno la Mungu. Niendelee hiyo Isaya kidogo. Inasema hivi, mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye, na mstari wa 21 sasa, yeye aliyejaa hukumu ya haki likaa ndani yake, bali sasa ni wauaji. Ni Isaya anawaambia, aombi hapa Jerry. Aombi hapa, huu mji ulijaa haki lakini sasa ni wauaji. Hapa aombi, anawaambia hawa watu. Si umeongea kwa hisia hivyo, basi unarudishiwa hisia hiyo Jerry. Unarudishiwa hiyo. Hapa anasema huu mji ulikuwa wa haki lakini sasa ni mji wa wauaji. Anaongea Isaya hapa, aombi. Hajaitisha maombi. Fedha yako imekuwa takataka, divai yako imechangamana na maji. Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi. Kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo hawampatii. Na kusomea Isaya ndo aliyosema, ndo lipo nukuu hapo. Hawampatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hawayasikilizi. Hapo ndo uliposoma. Nataka nikuonyeshe tuliobobea huko ndani. Hatupiti kuyafanyia biashara maandiko haya. Ni pumzi ya Mungu itakayokuhukumu, iwe utashiba, iwe utapongezwa, iwe utapata chochote. Sikiliza. Kwa hiyo asema Bwana, mstari wa 24. Kwa hiyo asema Bwana wa majeshi, mwenye enzi ya Israeli, nitapata faraja kwa hao wanipingao. Nitatoa kisasi kwa adui zangu, nami nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukutakasa takataka zako kabisa na kukuondolea bati lako lote. Nami nitakurejezea upya waamuzi wako kama walivyokuwa hapo kwanza, na washauri wako kama hapo mwanzo. Baada ya hayo utaitwa mji wa haki, mji mwaminifu. Mungu analeta washauri, sio washauri wanaosifia kila kitu. Atawaleta kama walivyokuwa pale kwanza, ambapo jambo baya walimwambia mkuu mwamuzi, hili ni baya.
Baya waliliita baya, kama ni mauaji ni utekaji, waliita ni uaji ni utekaji. Biblia imetaka tuambie watu waache, acha mabaya, wala tusiache, sio tuwaombee. Hilo moja. Yeremia 7, tukiwa kanisani tufanye nini? Tukiwa kanisani tufanye nini? Tuwaombee watu, tuwaombee waovu wabaya, ama tuwaombee watu wakishatenda matendo mema? Ndipo tuwaombee sasa Mungu, tumwambie Mungu watu hao wamegeuka, wameacha njia zao mbaya. Hebu sasa liangalie neno lako, wabariki kama ulivyosema, wakigeuka na kuacha njia zao mbaya, nawe utakuwa Mungu wao, nawe utakuwa baba yao. Watu kwanza wafundishwe kuombea. Yesu kwa nini hakuombea tu mbinguni mabaya tuache maasi? Kwa nini alikuja kutuambia maasi yetu na mabaya yetu? Kweli sisi tuna upako kuliko Yesu? Yesu wapi aliitisha mkongamano, mkutano, njooni tuombee waovu, ache uovu? Yesu alipita mtaa kwa mtaa, alitumia kila njia inayowezekana, alitumia waandishi, akakemea, akasema ubaya unaoendelea kwenye jamii, dhuluma inayoendelea kwenye jamii. Rudi tena kasome ile andiko la Isaya, ile usome, nimekusomea hapo juu juu. Soma uone kitu tafsirika hapo. Twende Yeremia sura 7 mstari wa kwanza. Anasema, neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaza hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, sikilizeni neno la Bwana, ni nyote wa Yuda muingiao katika malango haya ili kumwabudu Mungu Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Sio waombeeni, sio wakusanyeni, waombe utekaji uondoke. Waambie tengenezeni njia zenu, acheni mabaya yenu, njoni tuojiane, shida iko wapi? Sasa twende mstari wa 9, 7 hiyo 9. Inasema hivi, je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia bahari uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamukuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo haya yote? Mutaendelea kuiba, mutaendelea kuua. Hivyo ndio Yeremia anawaambia watu hawa, awaombee. Ameambiwa na Mungu, simama kwenye lango la Mungu, usiwaache watu wanaendelea kuua, wanaendelea kuiba, alafu wanakuja huko kanisani sema tuombe Mungu aondoe utekaji. Kemea hao, kemea kwenye njia panda, kemea kwenye vyombo vya habari. Yesu aliwaandishi walimzunguka, ndio maana vimeandikwa vitabu vya Injili zile 4. Vyote vile vimejaa makemeo, vimejaa kuwapinga wanaoonea watu, wanaodhulumu watu, wanaodanganya watu. Yesu angeweza kutuombea kule mbinguni, angekuja kushuka tu hapa duniani, akaitisha kongamano, akaitisha watu, njoni tuombee taifa, watu waokoke, watu waache mabaya. Jerry, wewe na yeyote anayejaribu kuinuka kukejeli neno la Mungu, maelezo haya na maandiko haya na hiki ninachokifanya, najuaga nimepata madhara makubwa kwa sababu ya kusimama kwa sura kama hii. Na nadhani mnafahamu, ipo sura, tutaendelea kuongea. Mungu akituokoa ajua, Mungu akiruhusu haya mabaya endelee juu yetu ajua. Lakini walinzi tuko macho, walinzi wa neno la Mungu tuko macho. Kejeri, vituko, fanyaneni vituko huko kwingine, kwenye mambo mengine huko ambako wengine hatuko, kimsingi hatuko. Na sitaki kuingia humo ndani, sitaki kuingia. Nikikaa sawa, nikija kuona sasa data zimekamilika, naweza kuja kuingia. Na najua ni neno mwili kwamba huyu sasa pengine ikiwezekana kabla hajaja kuingia, mimi niko hivyo, yani utashtuka sasa hivi, mimi niko hivyo, yani niko hivyo. Ukiona ubaya unaendelea, nisipoushughulikia ujue unakusanyiwa data. Siku unapiga mara moja, kila anayesikia masikio yanamwasha. Neno la Mungu liko hivyo, na watu wa Mungu tulionyoka tuko hivyo. Kuna mara unaweza ukawa ni kama kondoo, tumemaliza, lakini unatoka mara moja.
Mungu alisema nikishuka kati yenu mara moja nitawaharibu kabisa. Sikia Yeremia 7 mstari wa 16 anasemaje? Anasema basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Unataka tuombee nini wakati Mungu anasema tusiwaombea wabaya wasiotaka kuacha ubaya? Jerry na mwingine yoyote, tafuteni chochote mnachokitafuta. Tafuteni chochote mnachokitafuta. Msiguse neno la Mungu. Msiguse. Unanena na kwa lugha. Kwa sehemu kubwa hujui tu. Kwa tulio na akili nzuri tumefahamu sehemu kubwa ya wanenaji wazuri. Mimi nimesali sehemu nyingi kwenye makanisa. Niliona vile vichawi vimalaya vya kutupwa ndio vilikuwa vinanena sana ili vifunike kombe wanaharamu wapite. Kunena kwa lugha, mbona ona vinavyonena sasa hivi, ona vinavyonena. Sehemu kubwa vimalaya mbwa za virabuni ndio zinanena kwa lugha. Kwa hiyo tufanye na wewe ni mtu wa Mungu, ni kuchape injili. Pana injili unachapa hapo. Pana injili unachapa hapo. Kwa maandiko gani? Haya. Naomba urudi uje usaishe, uclarify maandiko haya niliyokusomea. Alafu nije nimwagike. Tutafika na mnako tegemea tufike. Basi mtapotea kabla mjafika. Tulishapoteza ambavyo hatukutegemea kuvipoteza. Hakuna tunachoogopa kuja kupoteza. Imeandikwa we mwaminifu hata kufa. Imetugharimu, lakini tutatimiza wajibu wetu mpaka dakika ya mwisho ya kuishi kwetu. Inatosha kwa leo. Yeyote jibu haya. Yeyote jibu haya. Yeyote jibu haya. Inatosha. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka kumhifadhi Sifa, na ni yule aliyetoka gerezani. Anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayeuawa, ama fae katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.